Pasaka inasema nini hasa kuhusu wewe na maisha yako? Najua ujumbe wa Pasaka, main message ya Pasaka naifahamu. Yesu Kristo aliteswa, akafa, akafufuka, na kwa jinsi hii amelipa deni ya dhambi zetu. Ametununua kwa damu yake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Huu ujumbe wa Pasaka na wewe unaujua. Lakini je, Pasaka inamaanisha nini hasa kwako wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, wewe ambaye unaamini lakini umelala huwezi, lakini unasumbuliwa na ugonjwa, unateseka kwa maradhi? Pasaka inasema nini kuhusu wewe? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Msafiri, karibu kwenye somo la uponyaji. Tunaangalia kuhusu Pasaka, lakini katika Pasaka tunafahamu kwamba Kristo aliteswa, akafa, akafufuka. Lakini kuna kitu kidogo ambacho hakizungumziwi, lakini sehemu ya Pasaka na kinaweza kutujenga, ambacho hicho nataka tukiangalie, kwa sababu ni kitu ambacho kitakusogeza wewe ambaye unaumwa, kitakusogeza wewe ambaye unateseka, umelala huwezi, kwa hiyo umeshindwa kujumuika na Wakristo wengine kusherekea Pasaka kwa sababu ya ugonjwa. Sasa kuna kitu ambacho ni vema tukakielewa, na ujumbe, kipengele cha ujumbe wa Pasaka ambacho kinatuhusu sisi, mimi na wewe, ili kutubadilisha maisha na kutusogeza. Yote ni kwa utukufu wa Bwana, jina lake libarikiwe. Angalia katika Marko sura ya 10. Marko sura ya 10, nitasoma kuanzia mstari wa 32 mpaka mstari wa 40. Katika Marko sura ya 10 mstari wa 32, Biblia inasema, nao walikuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatwaa tena wale tenashara, akaanza kuwaambia habari za mambo yatakayompata, akisema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Mstari 35, na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalokuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari za kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Bwana Yesu asifiwe. So katika huu mstari unaona Yesu anaelezea yatakayompata Yerusalemu. Atatemewa mate, atapigwa mijeledi na kufa na kufufuka siku ya 3. So Yesu anafahamu kwamba haya mambo yataendelea kutokea, na haya mambo ndio hasa Pasaka, unafahamu kwa sababu inahusu Yesu kufa na kufufuka. Lakini kitu ambacho nataka ukione ni kwamba Yesu anayaita mambo haya yatakayompata ubatizo. Kumbuka hapa Yesu alishabatizwa kule Yordani na Yohana Mbatizaji, lakini hapa anaongelea kuna ubatizo ulioko mbele yake, kuna kikombe cha kunywea na ubatizo ulioko mbele yake ambao ndio huu. Kwa swala kupigwa na kuuliwa
na kufufuka siku ya tatu analiita ubatizo. Kwa Pasaka pia ni concept ya ubatizo, na hii ndiyo ambacho nataka ukielewe, kwa sababu ni muhimu sana kwa mimi na wewe, kwa Wakristo na hata wasioamini waweze kuelewa ili swala, kwa sababu litakuvusha hapo ulipo. Ni ubatizo ulioko mbele yake. Ubatizo ni nini? Baptism ni kuzamishwa na kuibuliwa. Imetokana na namna ambavyo hapo zamani, enzi hizi za kina Yesu na wakati huo, mavazi ya wafalme kwa mfano ilikuwa mavazi ya hadhi sana, rangi ya zambarau. Kwa hiyo watu walikuwa wanachukua kitambaa kizuri lakini hakina rangi ya zambarau. Kwa hiyo kinakuwa ni kizuri, kina hadhi, lakini hakina hadhi bora, hakina thamani bora. Kwa hiyo wanakiingiza katika maji yaliyochanganyiwa na rangi dai, wanazamisha kile kitambaa, alafu wakikitoa kinakuwa na rangi ya zambarau. Kwa hiyo kinakuwa kina hadhi nzuri, kinakuwa bora, kinafaa kwa wafalme. Hiyo process ya kuzamisha na kuibua ndio baptism. Ndio neno la Kiyunani baptizo limetoka hapo. Nafikiri hata neno batiki inawezekana limetoka hapo, kwa sababu inahusu pia kuzamisha na kutolea. So hiyo ndio point ya ubatizo. Inamaanisha nini? Kitu kisichokuwa na ubora sana, kilicho dhaifu, kinazamishwa sehemu, kinaibuliwa, kinakuwa bora, kina hadhi, kinafaa sana. Kwa hiyo concept ya ubatizo imeanzia hapo. Yesu anavyoongelea kuhusu ubatizo wake Yerusalemu, anamaanisha kwamba anazamishwa katika mateso, kupigwa, kusulubiwa na kuzama hata kuzimu, alafu anaibuka akiwa bora, safi sana. Ndio ubatizo anaoongelea. Sasa wakati huu hayaenda kufanyika, ilikuwa ni kipindi cha sherehe ya Pasaka ya Wayahudi, au tunakumbuka Pasaka ya Yahudi. Na hii Pasaka imetokana na nini? Imetokana na wakati wazaliwa wa kwanza wamekufa Misri, kwa wana wa Israeli wakatoka ili waende katika nchi ya ahadi. Walitoka pale, wakapita katika bahari ya Shamu, wakazama bahari ya Shamu, wakaibuka kule pembeni wakiwa tofauti. Wameingia watumwa, wametoka wakiwa huru. Wameingia wasio na hadhi, wametoka wana hadhi sana mbele za Bwana. Wameingia wakiwa si kitu, lakini wametoka wakiwa ni watumishi wa Mungu, kwa sababu wao ni taifa teule. So waliingia katika ubatizo, na actually maandiko yanasema wote walibatizwa wawe wa Musa. Kwa mchakato wote kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwa ni ubatizo. Walibatizwa, na ile ni kanisa la jangwani nalo libatizwa. Kwa ni mambo ambayo yamefanyika. Point ni ile kitu dhaifu kinazama, kinatoka kikiwa bora. So, unaweza ukajiuliza swali hapa. Kwa hiyo kama hawa walibatizwa, inamaanisha Yesu anafongelea ubatizo wake kule Yerusalemu, anamaanisha kwamba naye hakuwa bora, anaenda kuboreshwa? No. Kitu kinaweza kaingia kikiwa bora, kikatoka kikiwa bora zaidi, na ndio maana ya ubatizo. Na hivyo kila wakati ambapo tunakumbuka kuhusu Pasaka, na Pasaka ni ubatizo, tunakumbuka swala kuwa bora kwenda kuwa bora zaidi. Sikiliza, ngoja nikuonyeshe katika Waebrania inavyosema. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7 mpaka wa 10. Biblia inasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Naye alipokwisha kukamilishwa kwa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii, kisha ametajwa na Mungu kwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa huyu ni Yesu, inaongelea mateso yake ambayo Yesu ameaita ubatizo. Hapa katika Waebrania sura ya 5 inasema ya kwamba ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso haya yaliyompata. Kwa hiyo ule ubatizo wake pale Yerusalemu, alijifunza kutii, ndiyo kumaanisha kwamba aliingia bora, akatoka bora zaidi. Na tunapokumbuka Pasaka, waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 5 mstari wa 7 pia inatuambia. Kumbuka hii waraka kwa wa Korinto ni Wakristo, ni watu wanaoamini.
Kwao ni walokole walipo pale Korinto, wanaambiwa katika mstari wa 7 wa sura ya 5, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo mkuti wa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo hata hawa waliopo Korinto, hawa wa Kristo, nao wanaambiwa ya kwamba wajisafishe, yani waingie katika maji, watoke kiwa safi zaidi, yani wapitie ubatizo, kwa sababu hii ni concept, ni mchakato, ni utaratibu wa kila mara ili kubadilika. Unafahamu maisha ya Mkristo yalivyo. Wewe ni muamini na mimi ni muamini, lakini maisha ya Mkristo yalivyo ni kwamba unaenda kutoka nguvu hata nguvu, imani hata imani, utukufu hata utukufu. Kwa mchakato huu wa kwenda kutoka nguvu hata nguvu, unazama na kuibuka katika ubatizo. Imani hata imani, unazama na kuibuka katika ubatizo. Utukufu hata utukufu, unazama na kuibuka katika ubatizo. Na hili swala la ubatizo ndiyo concept ya Pasaka. So hayo ndiyo maisha ya Mkristo, hayo ndiyo maisha ya imani. Na kama kuna swala hili la kutoka ukwenda, yani kutoka nguvu hata nguvu, imani hata imani, utukufu hata utukufu, na mchakato huo unahusu wewe kuzamishwa katika dhiki, katika taabu, katika mateso na hata kufa, basi ni lazima swala la shida liwepo kwa Mkristo. Ni package ambayo uko nayo. Mateso, kuhukumiwa mara nyingine, kupata shida ni kitu ambacho uko nacho. Kwa hiyo kama unaumwa, elewa kwamba kuumwa kwako, kuteseka kwako ni namna ambayo Mungu anaitumia ili akufanye uondoe chachu ya kale, uondoe mambo ya zamani, uende katika mfumo mpya. Kama vile wana wa Israeli waondoe mambo ya Misri, waondoe akili za Kimisri na fikra zisizofaa, waingie katika upya, waweze kuishi Kanaani katika namna ambayo Mungu anataka waishi. Imeandikwa katika Waebrania, alijifunza utii kwa mateso. Ndio inamaanisha kwamba na wewe inabidi ujifunze kitu katika mateso. Utii ni mojawapo, lakini imani pia uweze kuitumia, iweze kujaa kwako, iweze kukua ili uweze kutoka hapo. So mateso hayapo ili kukumaliza. Ndio kusema kwamba ugonjwa haupo ili kukumaliza, ili kukuua, lakini inabidi utumie huo ugonjwa ili kukuinua katika imani, ili uwe kama nguo isiyo na hadhi imeingizwa katika maji yenye rangi ya zambarau, ikatoka ikiwe nguo ya zambarau, nguo ya kifalme, nguo yenye hadhi, nguo yenye ubora, nguo yenye thamani kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua ya kwamba Yesu mwenyewe alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Hakusema ili kwamba uchukue ugonjwa wako uishi nao tu, no, ili ushinde, kwa sababu tunamwangalia Kristo Yesu ili tushinde. Yeye alishinda na sisi tunashinda. Kwa ili na wewe ushinde katika imani iliyopo katika Kristo Yesu. Ndio maana maandiko yanasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, nafikiri mstari wa 4, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nakumbuka mfano hapa wa buu au tusemeje, ni katapila au kiwavi. Kiwavi anatokana na kipepeo. So kipepeo anataga yai linaangua, linakuwa buu, linakuwa kiwavi. Kiwavi anazunguka na kula majani na kila kitu, alafu baadaye kiwavi anakufa kwa maana ya kwamba anaingia katika namna nyingine ya kuwa pupa, anafunikwa na ile kama tuseme kama gamba lake la pupa, anakuwa amekaa kule ndani. So kiwavi, kwa maana ya kiwavi, anakufa kwa sababu hali hatembei, ambaki tu sehemu moja, ametulia hivi. Ni kama amekufa, haishi tena, haenjoi maisha. Lakini ile ni hatua muhimu sana ya kumfanya yeye awe kipepeo. Kisayansi tunaita metamorphosis. Kwa hiyo ni stage ya metamorphosis aweze kuwa kipepeo. Kumbuka, asipokuwa kipepeo
hawezi kutaga mayai. Yani tukiongea katika lugha ya kibiblia, hawezi kuzaa matunda. Kwa na wewe ukiwa katika stage ya kiwavi unakula tu, usipokuwa kipepeo huwezi kumzalia Mungu matunda. Kwa tuseme hivi kwamba kiwavi lazima afe ili awe kipepeo. Alafu kipepeo ni bora zaidi kuliko kiwavi. Ana rangi nzuri, anapendeza zaidi, kwa ni bora kuliko kiwavi. So inakuwa namna gani hapo? Ni kwamba wakati akiwa katika pupa, inabidi apasue ile gamba lake la nje, atoke kama kipepeo. Anahangaika kutoa ile gamba, anatoka. So kuna story nikasoma, mtoto mmoja alivyoona pupa anahangaika kutoka kule kipepeo, akachukua kisu kidogo akakata ili aweze kumruhusu ile kipepeo atoke. Akatoka afu akafa. Baba yake akamwambia no, ilivyokaa katika asili ni kwamba inabidi umwache ahangaike, struggle mwenyewe mpaka atoke. Kule kustruggle kwake, kule kuhangaika, kugombana mpaka kutoka, ndio kunamfanya awe kipepeo mwenye nguvu, mwenye mbawa zinazoweza kuruka, mwenye kwenda huko na huko, na kwa anajenga uwezo wake wa kupaa, wa kuruka, lakini anakuwa na nguvu pia ya kuzalisha mayai na kuweza kuendeleza uzao wa kipepeo. Kwa ukimsaidia unamuua. Ukileta hii idea katika maisha unayopitia wewe, kwa mfano katika tabu zako unazoteseka hapo, unaumwa, unaweza ukaelewa kwa nini unahisi ndugu wamekuacha, marafiki hawakutafuti, unateseka, unalia mwenyewe, mchungaji unampigia simu nyingine hapatikani, wala hana mpango na wewe ya kuombei, unaona umeteseka sana. Ni kwa sababu hawa Mungu anazuia kusaidia, hautafanikisha, hautafika stage ya kumzalia Mungu matunda, hautakuwa kipepeo mwenye hadhi, utakufia kibudu hapo ambayo haifai. Na ndio maana ukaona hata Mungu kama amekuacha. Yesu katika ubatizo wake Yerusalemu alilia pale msalabani, Elohi Elohi lama sabachthani. Unaelewa kwa nini alilia hivyo? Mungu wangu mbona umeniacha? Ni kwa sababu katika hii stage uko peke yako, kama vile kuku kifaranga anayetoboa yai hasaidiwi, inabidi atoke mwenyewe. Ndio stage hiyo, ni muhimu sana. Kwa wewe katika mateso yako ya ugonjwa, elewa kwamba inabidi ujenge imani yako mwenyewe. Sio imani ya mtume, sio imani ya nabii, sio imani ya mchungaji, sio imani ya kikundi cha wana maombi. Ujenge imani yako mwenyewe. You have to build your own muscles in faith ili uweze kuvuka hapo ulipo, uweze kupiga hatua, na wewe sasa huwe ni yule mwamba wa kuinua wengine, wa kuwaleta wengine, wa kuwasogeza wengine waweze kuvuka katika mapito wanayopitia. Ni lazima uone mambo haya asili kwako mwenyewe ili uyaishi, yasiwe tena nadharia zinazofundishwa huku na kule na Pastor Msafiri na watu wengine, lakini wewe mwenyewe uweze kumuona Mungu kwa macho haya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hili swala halijaanzia kwenye Agano Jipya, halijaanza na wewe. Angalia katika maisha ya waamini wote, utaona kwamba walipitia maisha ambayo walihama kutoka walivyokuwa kale kuwa walivyokuwa sasa. Kwa sababu hata ukitaka kujua hata Yesu alivyokuwa ameulizwa na hawa kina wana wa Zebedayo, alivyouliza kwamba mtanywea kikombe nilichonywea au kubatizwa ubatizo niliobatizwa mimi? Wakamjibu ndio. Yesu akawaambia, kikombe ninywacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Alikuwa hamaanishi kwamba nao watasulubiwa msalabani kwa ajili ya kutoa damu yao iwe ukombozi kwa ulimwengu. No, anamaanisha kwamba mateso haya ni yenu. Yani kama unaamini lazima upitie. Ukisoma huo mstari katika Biblia nyingine na translation hapa ya The Message Bible, katika The Message Bible Jesus said, come to think of it, you will drink the cup I drink and be baptized in my baptism. Yani ukiwa katika Kiswahili angeweza kusema katika hilo wala mko na haja ya kuuliza, kwa sababu kikombe ninywacho mimi mtakinywea, na ubatizo ninaobatizwa mimi mtabatizwa. Kwa tumia kuumwa kwako kufanya soul searching, yani kujitafakari, ujue ni wapi ambapo uko tofauti, ni wapi ambapo
hauendani na vile Mungu anataka uwe. Na utumie kuumwa kwako kwamba ukitoka hapo uwe tofauti mpaka watu wengine washindwe kukutambua. Kumbuka walishindwa kumtambua Yesu alipofufuka, wakati wale wanafunzi wakaenda naye mpaka Emmaus, alipomega mkate ndio akashangaa, kumbe ni yeye. Kwa sababu ilikuwa ni ngumu kumtambua, ni kwa kama kabadilika hivi. Ni kwa sababu ukipitia katika ubatizo utabadilika. Watu watakuwa wanasema huyu ndio yeye kweli? Mbona haji ibada siku hizi? Inabidi ubadilike na ukubali kubadilika. Na ibadilika ni wewe. Inabidi wewe take initiative kukubali mabadiliko. Kama unawaza nikitoka hapa nauma nikipona bia zitanikoma, hujabadilika bado. Kaa ubadilike, achana nayo mawazo kabisa, futa hiyo uchafu. Kama unawaza kwamba nikitoka hapa nyama zitanikoma, nyama zitakukomaje wewe? Utakula mpaka zitokee mapuani kama walivyofanya wana wa Israeli. Acha hayo mawazo, badilika, achana na ulafi wa nyama. Na naongelea nyama zote. Sijui umenifahamu? Kama unawaza kwamba nikitoka yule fulani atanikoma, bado hujabadilika. Inabidi ubadilike. Kama unawaza kwamba nikitoka yule ndugu yangu fulani nitamkata maneno, nitamsema mpaka anijue, kwa nini jeje kuniona hospitali? No, hayo mambo hayampi Mungu utukufu. Na unabidi ukitoka hapo umpe Mungu utukufu, kwa sababu umepita katika ubatizo, umekuwa bora kutoka nguvu hata nguvu, imani hata imani, utukufu hata utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa jiangalie ni wapi inabidi ubadilike, uwe bora zaidi, uwe mtakatifu zaidi, uwe mwema zaidi, uwe unafanana na Mungu zaidi. Unajua, swala la wewe kubadilika kutokana na ubatizo wa matatizo ni swala la kiBiblia, na ni ujumbe wa Pasaka ambao napenda wewe leo uelewe na upokee, ili upate kubadilika. Mwangalie jemedari Naaman alivyoenda kwa Elisha. Alikuwa gangwe, alikuwa mwamba, alikuwa anajiona, lakini anaukoma, na akaenda kwa Elisha. Ule mchakato wote ulikuwa ni namna ya ubatizo, ni namna ya kumbadilisha. Baada ya pale akawa mnyenyekevu, akawa anaelewa, akaacha kiburi, akawa mnyenyekevu, na akajichovya katika maji ya mto Yordani mara 7. Akatoka akiwa safi, ametakasika, ukoma umemwacha, ngozi yake imekuwa safi nyororo kama ya mtoto mchanga. So akawa mzuri zaidi kimwili. Lakini kwanza vyote vifanyika katika ulimwengu wa roho, kiroho ndani mwake kulichange. Na ndiyo maana ya Pasaka kwamba uchange kutoka ndani mpaka nje. Kwa ubadilika katika ndani ulivyo, namna unavyoona mambo, namna unavyotafakari mambo unaweka katika moyo wako yabadilike, alafu na huku nje utabadilika. Huwezi kupona kama unaamini unateseka na umehangaika uponi, ujue utapona mpaka uruhusu mabadiliko yafanyike ndani yako. Mabadiliko yafanyike ndani mwako, uwe tofauti, uwe bora kwa ajili ya Bwana. Basi na huku nje kutaoneka, kwenye mwili sasa kutaonekana tu, kutabadilika tu. Naomba maombi haya kwako kwamba Bwana akutendee kama alivyomtendea Naamani alivyokwenda kwa Elisha. Naam, akutendee hivyo na kuzidi, maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yani Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Weka mkono wako kifuani ni kuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema asante kwa neema yako na rehema zako na baraka zako. Naomba Bwana nguvu ya Roho yule aliyemfufua Kristo katika wafu ipite kwa huyu anayeangalia video hii na kupokea ujumbe huu, ikamhuishe katika mwili wake uliokuwa katika hali ya kufa. Yote yafanyike kwa utukufu wako Bwana Mungu wa mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Mimi ni Pastor Msafiri. Kama subscribe na kama unataka kucontribute kwenye huduma hii, feel free
tuwasiliane. Cheki details kwenye comment section hapo, utapata details zote. Bwana akubariki na kutakia Pasaka njema.